Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ndugu zangu watazamaji wetu wa channel yetu ya Al-Khibra Online TV, leo tupo katika wilaya ya Kigamboni, maeneo ya Magogoni Tungi. Hapa tumekuja kumtembelea dada yetu hapa ambaye nitafanya naye mahojiano. Atajitambulisha yeye ni nani na ni changamoto gani ambaye anapitia, kisha tuweze kujua ni kipi ambacho kipo hapa nyumbani. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi. Vipi hali yako? Nashukuru Mungu. Bwana dada yangu, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Safina Makame. Sawa. Leo tumekuja kukutembelea hapa na tumewakuta vijana hapa. Una vijana wangapi? Watoto wangu niliwazaa wote au ni 6. Wako 6. Lakini ambao wana changamoto kubwa zaidi ni hawa wawili. Okay, huyu anaitwa nani? Huyu anaitwa Tahiri Ali Saidi. Na mwenzie anaitwa Mwanaidi Ali Saidi. Okay, sawa. Ni changamoto gani hasa ambazo zipo hapa? Changamoto ni mipango ya Mungu. Kwa kujua Mwenyezi Mungu anakupa mzima, anakuwa na mgonjwa. Nimezaa mtoto wangu wa kwanza ni mzima, nimezaa mtoto wa pili ni mzima, nimezaa mtoto wa tatu ni mzima, ambapo viungo vyake viko sawa. Nikaanza kumzaa huyu wa kiume ndio na mikononi, ambapo kuwa hakuwa sahihi katika kilili chake cha mwili chote kizima. Sasa nikaanza kukaa mpaka kufika muda wa miezi 3 tena, ile na kila nikibeba naona anaiongea. Kila nikimwangalia anaiongea. Nikaenda kupeleka hata kwa ndugu nikanisaidia mawazo. Nikamwambia huyu mtoto bwana namuona yuko hali hii. Na huu ni muda mtoto akifika muda kama huu anataka akae kitako chini aanze kujisaidia mwenyewe. Niliambiwa kama mtoto nimpeleke kwa mkanzi kwanza, ndio akakanze. Anaenda kukanda kwa mama mkanzi yule. Kwa kufikia jinsi miezi 5 bado hali. Tukaenda hivyo mpaka kufika miezi 6. Sasa kitako rasmi kile kitako hakiwezi. Tukafika muda tukaenda hospitali sasa kumpeleka kwenye mazoezi vipimo. Kwa nikaambiwa kama ni matatizo ya viungo. Vipi kuhusu mahitaji yao? Mahitaji yao ni magumu kwa sababu uwezo sina. Nilikuwa nilimpeleka mazoezini kule mpaka ikawa nashindwa kinauli. Nikienda pale nyumbani mazoezini nikimpeleka huyu hospitali au nyumbani anashinda au hakuna kitu cha kuleta kule. Nikafikia mpaka kuhitaji mazoezi ile ya nauli inanishinda kutoka hali yetu ni duni. Hali maisha magumu, hali ngumu kutokana na hali za kila mmoja ni mfalme na muda anamuomba, huyu ni mkubwa, huyu ni mrefu na huyu yuko hali. Kinachohitajika kikubwa zaidi hapa ni nini? Mimi hapa nahitaji mazingira ya makazi kwanza, kwa sababu ndio kama hii watoto wangu wote hawa ni watoto 6. Ninaweka chumba kimoja wote. Na chumba kimoja wote hawa ni watoto wa kike na wa kiume. Sasa ni changamoto sasa, bango hali zimeharibika. Utamwona mtoto hapa anakupita, anaenda safari zake anarudi. Hujui nini kinachofanyika. Na mimi nifunga lango wangu kwangu mimi na wao wako chumbani kwao. Siwezi nikaelewa chumbani kwao kinafanyikana kitu gani. Hapa umepanga? Hapa nimepanga. Vyumba vingapi? Na vyumba viwili. Kimoja ndo nalala mimi na baba yao, na kimoja ndo naweka wote. Sasa kuna mazingira, alafu baadaye huyu wa kike anafikia mahitaji ya kuwa ni mkubwa. Sawa. Kuna kufika muda anataka kufua nguo zake, ataanikia sehemu gani? Baba yao anafanya shughuli gani? Baba yao ni mvuvi, anavua, lakini ndo najua kama za kazi za baharini hizi. Unaweza anaenda kupata kwa kosa. Sawa. Unawaambia nini wadau ambao wanakutizama sasa hivi? Mwenyezi Mungu kila mwenye nini yake na imani yake, naomba msaada kwa kwenye uwezo wetu, Mwenyezi Mungu atanijalia unihitaji. Dada yetu hapa, namba zake za simu kwa ajili ya wale ambao watakayoguswa na hali hii waweze kumfikishia sadaka zao moja kwa moja. Namba zake za simu ni 0679 46 85 63. Namba hizi zitaandikwa hapo katika channel chini ili
watu waweze kumfikia moja kwa moja. Na kwa wale ambao watahitaji kupitia kwetu sisi Al-Khibra Foundation, namba zetu za simu pia zipo hapo, unaweza kuchangia kile ambacho utaweza kujaliwa. Kama mlivyoona, dada yetu anapitia changamoto. Kwanza kabisa swala zima la makazi. Hapa alipo amepanga vyumba viwili, lakini ana watoto 6. Bimaana chumba kimoja analala yeye na mumewe na chumba kingine ndo analala watoto. Lakini mtihani ni kwamba watoto wapo wa kiume na wa kike na wengine ni wakubwa. Hivyo tunawaomba tufanye himma, tumwangalie dada yetu huyu. Sisi tumejitahidi kwa kidogo chetu ambacho tumeweza kujaliwa, tumeweza kukifikisha siku hii ya leo hapa, na wanafunga. Kwa hiyo tumewajalia iftar kidogo walau bil aqali, lakini pia tunakuombeni na nyinyi msisite na wala msichoke kuweza kumfikia dada yetu huyu. Safinia yupo katika wilaya ya Kigamboni. Kiweza kushirikiana na sisi Al-Khibra Foundation, tutaweza kumfikia pia. La ukaona umtumie yeye direct, basi namba zake zitapita hapo chini. Tunakuombeni sana sana sana, mfanye himma katika kuangalia watu wenye mahitaji kama hawa, walemavu hawa. Wengine wanasoma shule, wengine bado ndo hawa wadogo. Dada yangu, namba yako ya simu, jina litatoka nani? Ali Said Osman. Namba ya simu itatoka Ali Said Osman. Itatoka Ali Osman. Ali Osman. Ali Osman ndo namba ya simu, jina litatoka kwa wale ambao watafanya miamala yao. Tunawashukuru sana wale wote ambao wametoa sadaka zao kuweza kumfikia dada yetu. Pia tunaendelea kusubiri kwa wale ambao pia wataguswa na hali hii ili tuweze kumfikia dada yetu. Nawashukuru sana na Allah Subhanahu wa Ta'ala awalipe kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.